Hello guys, habari ya muda huu. Na leo tunaendelea na zile dalili 20 za mtu mwenye vita katika ulimwengu wa kiroho. Video ya kwanza nilitaja dalili 5, video ya pili nikataja 5, na leo nitataja tena dalili zingine 5. Alafu tutamalizia dalili zingine 5, alafu nitakwambia nini cha kufanya ili uweze kushinda hiyo vita katika ulimwengu wa kiroho. Endelea kukaa nami, usitoke hapa ili uweze kujifunza mengi zaidi. Dalili namba 11. Pesa kuto kukaa. Yaani pesa haidumu. Unapata pesa unajikuta tu imepotea ghafla. Unapata pesa unajikuta una matumizi ya ajabu. Unajikuta umejipangilia kwamba nikipata hii pesa nitafanya kitu cha kwanza, kitu cha pili, kitu cha tatu, ambavyo hivyo vitu vyote ni unaviona kabisa ni vya muhimu vya kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Lakini unajikuta unapata pesa, pesa inapotea ghafla, vile vitu ambavyo ulikuwa umevipanga havifanyiki. Hiyo ni vita katika ulimwengu wa kiroho. Aidha ni vita ya kimaagano ya kifamilia, aidha ni vita vya ukoo, au kuna watu wabaya wanakufuatilia, lakini hawakufuatilia hivi, wanakufuatilia kwa ulimwengu wa kiroho, ulimwengu usioonekana. Dalili namba 12. Jamani, hii dalili unaweza ukaona ni dalili ya kijinga, ni dalili ya kipumbavu, lakini ni dalili mbaya sana, na jitahidi sana uweze kuikwepa hii dalili. Vitu kuvunjika nyumbani bila sababu. Mara vioo vimepasuka, mara vyombo vinapasuka, mara taa juu zinavunjika ovyo. Unajikuta tu yani vitu vinaharibika nyumbani. Hii ni dalili mbaya sana, ambapo inaonyesha kabisa hapo ndani kwako unaishi na mizimu, unaishi na viumbe vya ajabu ambavyo vinapita ovyo, vinavunja vitu vyako ovyo. Dalili mbaya sana. Yaani hii nimesisitizia, ni mbaya sana. Dalili namba 13. Unajikuta unasahau vitu vya msingi. Yaani unajikuta unasahau yale mambo mazuri au mambo makubwa ambayo ulikuwa unataka kuyafanya. Unajikuta tu umesahau, unajikuta yani hauelewi kitu ulikuwa unataka kukifanya, lakini umepata pesa, umejikuta unafanya kitu kingine. Alafu ile pesa ikiisha ndio unakumbuka kile kitu ambacho ulikuwa unataka kukifanya. Usahau ovyo. Una kitu unatakiwa kufanya ili uweze kuondoa zile roho chafu ambazo zinapambana na wewe katika ulimwengu wa kiroho, ili upate roho nzuri, nafsi nzuri ya kuweza kukukumbusha vitu vya muhimu na kuweza kuvifanya. Dalili namba 14. Unajikuta unataka kufanikiwa. Yaani unajikuta umepambania kitu kwa muda mrefu, alafu imefika hatua kwamba unataka sasa ukipate kije kwenye mikono yako, ghafla kinatoweka. Unajikuta umetengeneza dili zuri sana la kupata pesa, ghafla zinapotea, yaani ghafla ile dili inafutika. Unajikuta unataka kupata kazi nzuri sana ambayo itakulipa pesa nyingi, utapeleka watoto shule, utalipa kodi, au utanunua kiwanja, ujenge nyumba, ghafla lile dili linakufa. Hii unatakiwa uwe makini sana. Kuna watu wanaishi, lakini kuna watu wengine wanaishia. Dalili namba 15. Usiipuuzie. Watoto wanaona vitu vingi kuliko watu wazima. Wakati wa usiku ukifika, watoto wanalia sana kupita maelezo. Yaani una watoto nyumbani kwako, lakini watoto wanakuwa ni waoga, wanaogopa kulala, wanaogopa kubaki peke yao nyumbani, au wanaogopa lile giza likiingia nyumbani, wanaogopa kubaki peke yao. Unakuta wameenda kukaa kwa jirani, mpaka wewe unaporudi, unapowasha taa ndio watoto wanarudi, wanakuja nyumbani. Dalili mbaya sana. Jitahidi sana, endelea kukaa nami ili uendelee kujifunza hizi dalili. Alafu baada ya hapo nitakupa njia nzuri sana ya kuweza kupambana nazo na ukazishinda kabisa. Yaani ukazishinda kabisa, zikatoweka kabisa kwenye maisha yako. Usitoke hapa.